Lakini ndugu zangu pia walizungumzia swala la kuchelewa kutoka kwa bei, kwa sababu tumezoea kwamba kabla mkulima hajaingia shambani kwenda kulima, bei ya tumbaku inakuwa inajulikana, kwa sababu kilimo cha tumbaku tunalima kwa mkataba na bei tunakuwa tunaijua kabla hatujaingia shambani. Lakini katika msimu huu ambao tuliokuwa nao tunaomaliza, walichelewa kuweza kutoa bei, lakini hata pia walichelewa kuweza kutoa yale madaraja pamoja na bei zake, jambo ambalo mkulima ameingia shambani akiwa hana uhakika wa bei. Na nilipouliza kwa nini mlichelewa kutoa hizi bei za tumbaku, wanasema kidogo walikuwa na mjadala mrefu kati ya mamlaka inayohusika, watu wa bodi ya tumbaku, lakini pia na makampuni. Kwa hiyo tunapokubaliana kwamba zao la tumbaku tunalima kwa kuzingatia mikataba na taratibu tulizowekeana, kila mmoja atimize wajibu wake, kwa sababu kitendo cha kuchelewa manake kunatokana labda baadhi ya watu wanahusika kutotimiza wajibu wao. Kwa hiyo naomba tutimize wajibu wetu ili wakulima waendelee kupata manufaa na wawe wanajua kwamba wanapoingia katika msimu wa kilimo, bei ya mwaka huu ya tumbaku ni bei fulani. Kwa hiyo natarajia changamoto iliyojitokeza katika msimu huu ambao tunakwenda kuumaliza haitajitokeza tena katika msimu unaokuja. Kwa ndugu zetu wa bodi ya tumbaku tuwaombe sana, lakini wadau wengine ikiwemo makampuni tuwaombe sana jambo hili kulizingatia, kwa sababu uzalishaji wenye tija na mafanikio katika tasnia hii ya tumbaku inatokana na pande zote kutekeleza wajibu wao kama inavyopaswa. Sio sisi wakulima tutekeleze majukumu yetu alafu wengine wasitimize wajibu wao. Kwani naamini kwa niaba ya wakulima wenzangu hawa, katika msimu unaokuja jambo hili halitajirudia tena. Tumekuwa na matukio kwa baadhi ya viongozi, sio wote. Viongozi wengi wanafanya vizuri, lakini kumekuwa na baadhi ya viongozi ambao wamekosa uadilifu. Sisi tumepewa dhamana ya kusimamia vyama vya ushirika na kuwasaidia Watanzania wenzetu. Tutumie kauli hii thabiti, kuwa waaminifu katika kutenda kazi zetu. Tufanye kazi kwa bidii, tuwajibike katika kutekeleza sheria ya vyama vya ushirika, lakini kanuni pamoja na miongozo inayotolewa na serikali ya uendeshaji wa vyama vya ushirika. Na yale uliyosema hapa, naamini kila mmoja amesikia. Sisi kama chama kikuu kwenye eneo letu tunaamini tutaenda kuyafanyia kazi, lakini na makampuni naamini tutaenda kuyafanyia kazi, bodi ya tumbaku tutaenda kuyafanyia kazi, na ninaamini kila eneo likilifanyia kazi yatapatikana matokeo chanya kwa wakulima hao ambao leo wameonyesha majonzi makubwa mbele yako.